ya rais nyinyi ndio mnachagua? Mtachaguliwa na mtu ama nyinyi wenyewe mtachagua? Si ndio mtaamua? Na kila mtu anaamuliwa na ile kazi amefanya. Kama mtu ni mtu ya kung'ethia na matusi na kisirani, si huyo ni mtu ya kupelekwa nyumbani mbio mbio? Basi maneno ni namna hiyo bwana, tuendelee namna hiyo. Ama mnasemaje? Na mimi niko hapo. Mimi nitakuja hapa, mtanifanyia mtihani. Mseme soko ulisema iko wapi? Nitawaonyesha. Barabara ulituambia iko wapi? Nitawaonyesha. Walimu mlituambia kwamba tutapata walimu zaidi, iko wapi? Nitawaonyesha. Niliwaambia tutabadilisha mfumo ya SHA ya NHIF. Leo hapa Kiambu mimi nafurahi ya kwamba 50% watu milioni 1.2 Kiambu wamejiandikisha kwa SHA. Tumetoa pesa ya serikali in the last 1 year. Kiambu imepata 4.4 billion shillings kwa mambo ya SHA kulipia watoto kulipia watu hospitali. That is the transformation that is going to change Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo transformation itasonga mbele kwa mapenzi ya Mungu, ndio tuweze kubadilisha taifa letu. Watu wa Kiambu hoye. Kiambu hoye. Mnasema tutembee pamoja ama mnasema tugawanyike jamani? Nasema tutembee pamoja. Na msikuwe na wasiwasi, msikuwe na wasiwasi. Unajua wale watu wale tunashindana na wao, ni watu wako chini sana. Wako chini sana. Hata wakikuja hapa, na mimi najua watakuja hapa, hakuna kitu watawaambia. Watakuja hapa na mambo matatu. Watakuja kusema Kasongo, one term must go. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, mambo ya soko kama hii hawashikanishi. Mambo ya barabara hawana, hawajui dual carriageway tutajenga namna gani. Mambo ya matibabu hawajui ama namna gani. Sasa hawa ndio watashindana na sisi. Mtu hana akili, mtu hana mpango, mtu hana sera, mtu hana agenda. Ama mnasemaje watu wa Kiambu? Wale majamaa si mnawajua? Sasa mimi nataka niwaulize. Si nimewauliza hapa. Yaani mtu amekuwa kiongozi 50 years. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi. Alafu wewe unataka kumwambia akuje akupangie barabara ya kwenda kwako. Atatoa wapi akili ya kufanya hiyo kazi? Wale majamaa hawana agenda. Wale majamaa hawana mpango. Wale majamaa hawana maono. Wale majamaa ama mnasemaje? Watu wa Kamwangi. Si mnajua wale watu? Ati mpango hawana, sera hawana, maono hawana, mpango hawana, hata akili. Sasa hiyo ni kusema nini? Bure kabisa. Bas, ile wako naye mingi ni matusi na hasira na kisirani. Lakini hiyo haiwezi kuuza soko. Hapa niko na viongozi wote. Niko hapa na gavana wetu bwana Wamatangi, pigeni makofi. Niko hapa na mheshimiwa Kororia, pigeni makofi. Niko hapa na Kemani Ishongwa, pigeni makofi. Niko hapa na mama county wa Muradha, pigeni makofi. Niko hapa na Wamombe kutoka Nyeri, mbunge wa Madera, pigeni makofi. Niko hapa na mama Betty Esawa, pigeni makofi kutoka Murang'a. Niko na Karovia, mbunge wetu wa East African Community, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu chairman wa Unclaimed Assets Authority, alikuwa mbunge wenu, si ndio? Pigeni makofi. Niko na mama Alice, waziri wangu wa mambo ya ujenzi, ndiye amenisaidia kupanga hiyo kazi. Pigeni makofi Alice Wahome. Niko na Mudongo wa Roiro, huyu ambaye ni spokesman, bwana Mwaura, pigeni makofi. Sisi wote tulikuwa tumeongea kule kanisani. Sisi tunasema asante sana. Tunasema tunawatakia baraka ya Mungu. Na tuko na huyu mjamaa anaitwa Kogi. Huyu anaitwa Kogi. Huyu kijana anaitwa Kogi, mpigeni makofi. Na sisi wote ni timu moja. Na mimi nasema asanteni sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki jameni na tunawapenda. Thank you very much. God bless you.